Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini inapofika wakati wa usiku wa manane wao wanajikuta wanakosa usingizi kabisa, na wengi wamejikuta wakifanya makosa, na makosa hayo mwisho wa siku yanawagharimu kabisa. Leo nimekuandalia video hii, kuna mambo mazuri sana ya kujifunza. Kwa nini inapofika wakati wa usiku wa manane wewe unajikuta unakosa usingizi kabisa? Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie sababu kwa nini inapofika wakati wa usiku wa manane wewe unajikuta unaamka. Jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, sio kila mmoja anaweza kaamka usiku wa manane. Wako watu ambao wanatamani kuamka usiku wa manane, wengine wanaweka hadi alarm, lakini alarm zinaita na wao hawazisikii kabisa. Wengine wanaweka alarm za kutosha, lakini muda huu watu wengi huwa wanashindwa kuamka. Lakini kwa nini wewe umekuwa ukijikuta kile inapofika wakati wa usiku wa manane unajisikia kabisa unakosa usingizi? Jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, huu ni muda wa watu wachache sana wanaoweza kuamka muda huu. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuamsha kwa muda huu kwa lengo la kukupa mafunuo au kukuepusha na mabaya. Kuna wakati Mungu anakuamsha wakati wa usiku wa manane kwa lengo la kukuepusha na mabaya. Wakati wa usiku wa manane kwenye ulimwengu wa kiroho ni wakati ambao nguvu za giza huwa zinafanya kazi sana. Ni wakati ambao maadui huwa wanapanga mabaya juu ya maisha yako. Ni wakati ambao adui huwa anapanda mabaya, anapanda magugu. Wakati umelala adui huwa anapanda magugu kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu anapokuamsha wakati wa usiku wa manane, anakuwa anakuamsha kwa lengo la kukupa mafunuo. Lakini pia Mungu anaweza kukuamsha kwa lengo la kukuepusha na mabaya. Sasa watu wengi wamekuwa, baada ya kuamka, watu wengi wamekuwa wakijilazimisha kurudi kulala tena, na watu wengine wamekuwa wakifanya kosa kama vile anaanza kusikiliza nyimbo, anaanza kuangalia movie, anaanza kufanya makosa ya namna hiyo. Lakini Mungu anapokuamsha usiku wa manane, Mungu hakuamshi kwa lengo la kuangalia movie, Mungu hakuamshi kwa lengo la kuanza kupanga bajeti, Mungu hakuamshi kwa lengo la kuanza kufikiria kesho yako inakuwaje. Mungu anakuamsha kwa lengo la kupatia mafunuo. Lakini pia Mungu anaweza kuamsha wakati wa usiku wa manane kwa lengo la kukuepusha na mabaya. Ukisoma Biblia utaona Paulo na Sila waliomba panapo usiku wa manane, vifungo vikavunjika. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 16 na mstari wa 25 hadi wa 26, imeandikwa nukuu, lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Unaanza kuona hapa watumishi wa Mungu wa Paulo na Sila. Biblia inasema lakini panapo usiku wa manane. Usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu. Biblia isemi panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakicheza, walikuwa wakijilazimisha kulala. Biblia isemi hivyo. Biblia inasema lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu. Kuna nguvu ya ajabu unapofanya maombi wakati wa usiku wa manane. Kuna nguvu ya ajabu. Vifungo vinakatika wakati unapoamka muda huu kufanya maombi. Ndio maana watu wachache sana huwa wanaamka. Ndio maana wengine huwa wanatamani kuamka usiku wa manane, lakini si wote wanaoamka muda huu. Biblia inasema panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Wakati usiku wa manane ni wakati unaweza kusimama ukaanza kuomba, ukatoa kwenye kila aina ya vifungo. Ni wakati ambao adui anapanga mabaya. Kwa Mungu anaweza kaa na kuamsha ili kwa lengo la kuharibu, kuzuia kila mambo mabaya ambayo shetani ameyapanga kwenye maisha yako. Kwa hiyo wakati usiku wa manane sio wakati wa kuanza kuchati. Mungu hakuamshi kwa lengo la kuanza kuchati. Mungu anakuwa anakuamsha kwa lengo la wewe kusimama kuanza kuomba. Kama kuna jambo baya kwenye maisha yako, ni muda wewe kusimama kuanza kuyaghairisha yale mabaya yasikupate. Ukisoma Biblia utaona Mungu alizungumza na watu wengi
muda wa usiku wa manane. Ukisoma Biblia utaanza kuona Mungu alizungumza na watu wengi wakati wa usiku wa manane. Utaona Yakobo alibadilishiwa jina lake kutoka kuwa Yakobo na kuwa Israeli. Ilikuwa ni muda wa usiku wa manane. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 32 na mstari wa 22 hadi wa 29, imeandikwa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32 na mstari wa 22 hadi 29 imeandikwa, akaondoka usiku ule akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki, akawatwaa akawavusha mto, akawavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Unaweza kuona Yakobo, ilikuwa ni usiku wa manane, anakutana na malaika. Biblia inasema Yakobo akashindana na yule mtu. Ilikuwa ni usiku wa manane. Ndio maana ukisoma kwenye mstari wa 22 hapo kitabu cha Mwanzo 32 na mstari wa 24 nasema, Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona akashindana naye hata alfajiri. Yule mtu akaanza kuona, mbona pana pambazuka? Maana yake ilikuwa ni usiku wa manane. Kwa hiyo muda wa usiku wa manane Mungu anaweza kuamsha kwa lengo pia la kupokea baraka zako. Wakati wa usiku wa manane Mungu anaweza kukuamsha kwa lengo la kupokea muujiza wa maisha yako, kwa lengo la kupokea mabadiliko katika maisha yako. Unaweza kuona Mungu alimwamsha unaweza kuona Yakobo, ilikuwa ni wakati wa usiku wa manane, akashindana na yule mtu, akapokea baraka zake, akabadilishiwa jina lake. Kwa hiyo wakati wa usiku wa manane ni wakati ambao unaweza kupokea baraka zako, ni wakati ambao unaweza ukabadilishiwa history, ukabadilishiwa historia ya maisha yako. Ukisoma pia kwenye kitabu cha Mungu alimuita Samueli, ilikuwa ni wakati wa usiku. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3, Samueli wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 1 hadi wa 9 imeandikwa, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Unaanza kuona ilikuwa ni wakati wa usiku, wakati Mungu anamuita Samueli. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akakuamsha kwa lengo la kutaka muwe na mazungumzo naye, kwa lengo la kutaka kuwa na uhusiano wa karibu na yeye. Mungu anaweza kuamsha wakati wa usiku wa manane, sio unashangaa unakosa usingizi alafu unaanza kujilazimisha kulala. Hilo ni kosa ambalo utakiwa kulifanya kabisa. Kuna wakati Mungu anaweza kukuita wakati wa usiku wa manane kwa lengo la kutaka apate muda wa kuzungumza na wewe, kwa lengo la kutaka apate muda wa kuongea na wewe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja
Naam, hata mara ya pili ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Kwa wakati usiku Mungu anaweza kuamsha, wakati usiku wa manane Mungu anaweza kuamsha kwa lengo la kutaka muwe na communication na yeye, kwa lengo la kutaka mzungumze na yeye, upate muda wa kumwomba Mungu, upate muda wa kumimina moyo wako mbele za Mungu. Kwa hiyo pia muda huo usiku wa manane ni muda wa kufanya vita. Mungu anaweza akakuamsha wakati usiku wa manane. Yamkini anaweza kuamsha, labda ulikuwa umeota ndoto kashtuka. Ukiangalia saa unakuta ni usiku wa manane, kuanzia mida saa 8 za usiku mpaka saa 11. Unashangaa Mungu amekuamsha mida hiyo. Mungu anakuamsha, ni wakati wa kufanya vita, ni wakati wa kuharibu kila mipango ya giza ambayo amepanga juu ya maisha yako, kila mipango ya giza ambayo shetani amepanga juu ya maisha yako, ni wakati wa kuanza kuisambaratisha. Kwa hiyo ni wakati wa kufanya vita. Yesu aliwaambia wale maskari waliokuja kumkamata kuwa huu ni muda wenu wa giza. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka 22 na mstari wa 53 tutaona neno la Mungu lasema, kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndio saa yenu na mamlaka ya giza. Kwa hiyo maadui huwa wanaleta mashambulizi kwenye muda huu wakati wa usiku wa manane. Maadui huwa wanaleta mashambulizi wakati wa usiku wa manane. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuamsha kwa muda huu kwa lengo la wewe kusimama, kuomba, kufanya vita. Anza kufanya vita, anza kuharibu vifungo vyote. Biblia inasema Paulo na Sila waliomba panapo usiku wa manane, milango ya gereza ikalegezwa, vifungo vikalegezwa. Kwa hiyo hata na wewe anza kuomba. Mungu anavyokuamsha wakati huu ni wakati wa kufanya maombi ya vita, ni wakati wa kufanya maombi ya vita. Haribu kila mipango ya giza iliyopangwa juu ya maisha yako, juu ya kazi yako, juu ya ndoa yako, juu ya hatima yako. Kwa hiyo ni muda wa kufanya vita. Wakati wa usiku wa manane ni muda wa kufanya vita, ni muda wa kupambana na nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Kwa hiyo usifanye makosa baada ya kuamka usiku wa manane. Usijilazimishe kurudi kulala tena, usijilazimishe kuangalia movie, usijilazimishe kuanza kuutafuta usingizi. Ni muda wa kufanya maombi ya vita. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia ningependa kukuomba share link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, na Mungu akubariki sana wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.